Natumai hujambo na natumai uko vizuri kiafya na kiakili. Lakini leo nataka kuongea na wewe ambaye umechoka kuwa mwema. Unasema kila nikiwafanyia wananilipa ubaya, kila nikiwasaidia watu hawarudi kunishukuru. Hakuna haja ya kuwa mwema tena. Labda nikiwa mwema watanichukulia, they take advantage of me. Mimi sihitaji kuwa mwema tena kwao. Wananiumiza, they drain my energy. I pour too much on people. Hata mimi nimebaki sina kitu. Ndugu yangu, nakuomba acha wakutumie. Usiache kuwa mtu mwema kwa sababu watu hawakushukuru. Usiache kuwa mtu mwema kwa sababu watu wanakufanya uovu. Usiogope kuwa mwema. Usiogope kuwa mstaarabu. Kuwa mstaarabu. Watu wanakudhulumu, wacha wakudhulumu. Ikifika hatua yako ya kuwa mwanadamu, wacha wakudhulumu. Mimi nakwambia hata sisi tunamkosea Mwenyezi Mungu. Lakini haachi kuwa Mwenyezi Mungu kwetu. Tukienda kuiba tunamuomba na anatustiri. Tuna siri zetu kubwa, rafiki zetu wakitujua wakizijua hawatatutaka tena, lakini Mwenyezi Mungu anazificha. Na utafanya kosa leo, utaenda kesho kwa Mwenyezi Mungu kuomba, na hawezi kusema lela wewe unakosa sana, kibao ondoka. Na ndio hivyo ninavyotaka uishi na watu. Usiache kusaidia watu, kwa sababu kila jema unalolifanya zidi ya mtu unalifanya aidha kwako au kwa kizazi chako. Kama leo utamfaa mtoto wa mtu atoke katika kukosa ada aende skuli kwa sababu yako, hata usiposhukuriwa, fanya na ushukuru Mungu, kwa sababu labda riski yako ni ya madeni, inatakiwa utoe ndo upate. Na labda Mwenyezi Mungu wewe amekuteua kama mtu wake special, kwamba utoe ili yeye aweze kujisifu kupitia jina lako. Na labda Mwenyezi Mungu anajua wewe bila kutoa huwezi kuishi hapa duniani muda mrefu. Kwa kutoa kwako ndo uhai wako. Usiache kuwa mwema kwa sababu wema wako umekulipa sifuri. Hauna return ya wema. Hapana. Usikatae kuwa mwema. Kuwa mwema, wastiri watu, wape watu, wapende watu. Watu wakikufanyia ubaya, shukuru kwa ubaya wao na jifunze kutokana na ubaya wao. Na wala usimweke mtu yoyote chuki, wala deni la huruma, wala deni ya msamaha. Usimdai mtu yoyote kitu chochote, na wewe usidaiwe na mtu yoyote kitu chochote. Ishi kana kwamba kesho asubuhi waondoka. Yaani mimi nimekwenda kwenye mji mpya, na Mungu akijalia huu mji sitaki kulala, nataka niondoke kabla pajakucha. Unavyotakiwa kuishi. Watu wetu wa karibu, ndugu zetu, marafiki zetu, ishi nao kana kwamba kesho hamutaonana. Wajua mtu ambaye ukitaka kesho hamutaonana, ukiishi naye waishi naye vipi? Wahakikisha memory ya mwisho ni nzuri. Ndio hivyo unavyotakiwa kuishi na waja. Si wewe wa kwanza kudhulumiwa, si wewe wa kwanza kutumiwa, lakini kila kitu, the most important thing ni nia. As long as your nia iko open, nia yako iko white kama maziwa, usijali wala usijiulize kwamba hichi ninachofanya mimi nitapata faida gani. Na uweze kupata faida. Na mathalan saa nyingine kabla ukimaliza kitu ukapata hasara, isikurudishe nyuma, isikutie unyonge, wala usitamani kufanya tofauti, kwa sababu kufanya kwako tofauti hakutokusaidia wewe kwa jambo lolote, isipokuwa kutakuongezea wewe machungu. Usisikitike, usilie, usiumie watu wakikudhulumu. Sema na Mungu wako. Najua unaamini at least dini yoyote, Mungu awavyo katika fikra yako. Lakini sema na Mungu wako kwamba mimi nasaidia watu na watu wananiumiza, lakini nakuomba unitie nguvu za kusaidia. Na kuomba unionyeshe kwamba ni kusaidia ni kufuata misingi yako.
Watu wengine wanaamini kwamba wameumbwa kutokana na mfano wa Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanaamini kwamba wao ni mahalifa wa Mwenyezi Mungu katika hii dunia. Sasa ukilipiza ubaya kwa ubaya, utakuwa halifa wa Mwenyezi Mungu bado? Na ukilipiza ubaya kwa ubaya, utakuwa mfano wa Mwenyezi Mungu bado? Mvua zinanyesha hata kwa watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, wala hawajui ukubwa wake, wala hawamthamini. Na sisi ambao tunamwamini na kumthamini, jua linawaka. Watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, wanajitoa muhanga katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanauawa kila siku. Lakini sisi ambao hatuna muhanga wa Mwenyezi Mungu isipokuwa kuswali kwa wakati na kwenda umra au kwenda hija, sisi tuishi kwa amani. Hatujasikia bunduki muda mrefu, hatujasikia risasi. Tunakula mpaka tunasaza. Kuna wengine tutengeneza keki ya kufuru, tufanya kufuru kwenye shughuli. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu anatupa? Kwa sababu anaamini kwa kule kutupa kwake, yawezekana nafsi zetu zikaingia moto au joto, tukarekebika ubaya wetu, tukarekebika uovu wetu. Na ndio ninachotaka wewe ufanye. Wape watu mema yako, walipe watu katika wema wako. Labda kutokana na ule wema watu wakajifunza ustaarabu kutoka kwako. Asema la haula, mimi nataka kuwa kama Lela, kwa sababu Lela nampeleka kusini na mashariki na bado haniachi, bado ni mwenzangu. Kama Lela anaweza kunivumilia, hata mimi huyu mwanadamu mwingine pia anaweza kuvumilia. Kwa wewe utakuwa kiigizo chema kwa yule mtu. Na hata utakapomlingania kuhusu imani yako au dini yako, ni rahisi kukufuata kwa sababu ashakuona wewe waishi vipi naye. Kama mimi ni dhalili namna hii na Lela ameweza kunivumilia, basi dini anayoiamini Lela inaonekana ni dini ambayo ya watu wastaarabu sana, wacha niingie. Au fikra ambazo Lela anataka kunifundisha ni fikra muhimu sana, wacha nizisikilize. So nakupa wasia wewe leo, usiache kwa mtu mwema, usiache kufanya mambo mema, kwa sababu si wewe atakufaa, yanamfaa Mwenyezi Mungu. Kwamba ninaye mja wangu fulani amekosewa sana na waja wangu fulani bin fulani, lakini hajaacha kuwa mwema, kwa sababu yeye ni mimi ndime nimemuumba, ametoka katika himaya yangu. Nataka nyinyi malaika mujifunze kutoka katika huyu mja wangu, kwamba hata dunia yote kikugeukia, huwezi kupita mipaka ukawa mwovu, kwa sababu mtu ni mwovu. Mwache Mwenyezi Mungu ajigambe kupitia jina lako, ajigambe kwa matendo yako. Kuwa mwema na wala hutokuwa mbaya kwa kuwa mwema. Na waache watu wakutumie, let them use you. Waache wakutumie watakavyo, waache wakunyonye nguvu zako watakavyo. Lakini kuna malipo baada ya kila udhia. Innamal usri yusra. Kila baada ya mitikasi, kila baada ya nguvu nyingi unazotumia, itafika wasaa ambao na wewe utapumzika. Kama ilivyokuja nyota ya jaa kwa watu wengine, itakuja kwako pia. Labda riziki zako zitafunguka, labda makosa yako yatasamehewa, labda dhuluma uliofanywa zamani Mwenyezi Mungu atakurudishia haki yako mikononi mwako. Fanya wema leo, linda wema wako, linda nafsi yako, usiwe mbaya kwa sababu watu wamekufanyia ubaya. Usifike level yao, kwa sababu wao wako level ya chini, wako katika ile level ya yule aliyoambiwa msujudie Adam, akasema pana, siwezi kusujudia mtu aliyomuumba kwa matope, mimi umeniumba kwa moto. Usifike level ya kibri kile. Kaa na wema wako. Mwenyezi Mungu amekuumba na ardhi, hujui kwa nini umeumbwa kutumia udongo, kwa sababu udongo ndio uzalishao. Udongo ndio unaweza kugeuka ukawa maji, ukawa upepo, ukawa mchanga. Umeumbwa hivyo, kuna maana kwamba wewe ni mtu ambaye uko flexible, waweza kugeuka. Na hata moto ukiwa unawaka, ikimwagiwa udongo au ikimwagiwa mchanga, moto wazima. Ndio wewe. Usikatae asili yako, ikumbatie asili yako, na umshukuru Mwenyezi Mungu kwa asili yako, na umwache Mwenyezi Mungu ajigambe kupitia wewe, ajigambe kupitia jina lako. Baada ya kusema hayo, na washukuru na nawaombea kila la heri.